Kwa kule kikazi kwa ajili ya kukabidhi mwenge, na bahati mbaya na tukio hili lilitokea siku tulipokuwa na mwenge wilaya ya Kibaha. Ndio lilitokea tukio hili ya Alhamisi. Kwa hiyo kwa kujali uzito wa tatizo hili, mkuu wa mkoa amepitiliza kwenda hata nyumbani kutoka Dodoma kupitiliza moja kwa moja. Basi Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nikuombe usalimie. Jamani, Kamwene, poleni sana kwa msiba. Poleni sana sana sana. Kama mnavyofahamu kwamba tumepata msiba mkubwa, msiba mzito. Ni kweli kwamba kila mwanadamu aliyekubali kuzaliwa amekubali kufa, lakini mazingira ya kila kifo yana uzito wake. Mtu akiugua tunasema aliumwa sana, akipata ajali sababu magari mengi sana hapa, si ndio jamani? Akiumwa na nyoka sema usiku giza nyoka wanapita pita sana, lakini akiondoka mzima alafu akaletwa tu naambiwa amekufa tu katika mazingira ya kiajabu ajabu, inaumiza sana. Nilipata habari za msiba huu kwamba tuna mtoto wetu mwanafunzi ameuawa, na nikamwelekeza mkuu wa wilaya kwamba kwenye wilaya yako hapo ziko taarifa nimepata kuna mwanafunzi ameuawa eneo fulani. Na kwa sababu mkuu wa wilaya alikuwa anamalizia mambo ya mwenge, ikabidi atoke na watu wake kuja hapa Iramba kujiridhisha na hizo taarifa ambazo nimempatia. Alipofika akakuta nilichomwambia ndivyo kilivyo, kwamba ni kweli kuna mtoto ameuawa. Baada ya kujiridhisha sasa, ikabidi nitoe maelekezo kwa jeshi la polisi kuhakikisha huyo aliyetajwa na taarifa zote zinazohusu hicho kifo zipatikane haraka na yeye apatikane haraka. Tunashukuru Mungu kwamba kwa wilaya alifanya wajibu wake na jeshi la polisi limefanya wajibu wake, na nataka niwaambieni tumemkamata aliyefanya. Tumemkamata tayari na serikali yenu itashughulika naye kwa mujibu wa sheria. Kama ambavyo nimekuwa nikiwaambia wakati wote, hatuwezi kuacha watu wetu ndani ya mkoa wa Iringa watu wao wanaamua kuwafanya wanavyotaka. Huyu anabaka mtoto, huyu anachinja mtoto, huyu ananiga mtoto. Hatuwezi kuruhusu vitu hivyo. Serikali hii itaendelea kuyalinda maisha ya watu wetu na kuchukua hatua kwa wale wote ambao wanahatarisha usalama wa watu wengine. Ni kweli kwamba kumekuwa na matukio ya mauaji ambayo yanasababishwa na visasi, matukio ya mauaji ambayo yanasababishwa na ramli chonganishi, matukio ya mauaji yanayosababishwa na tamaa ya mali, kuna matukio ya mauaji yanatokana na wivu wa mapenzi, lakini kuna matukio ya mauaji yanatokana na sababu hata hatuelewi. Na mimi mkuu wa mkoa pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama, kila anapotokea mtu mmoja mjinga akafanya jambo la kinyama dhidi ya mwanadamu yoyote, hakuna aliyewahi kufanya akatoka salama. Kila aliyefanya tulimkamata kwa wakati. Nadhani mnakumbuka yule aliyemchukua mtoto wake akamkatakata vipande akamtosa kwenye choo, alidhani atakimbia. Tulimkamata, kafikishwa mahakamani na amefungwa. Akatokea mwingine tena, mtoto akabakwa akauawa, wakasema hatuelewi, kumbe anayetupa habari ndiye aliyefanya, naye tukamkamata. Sasa anashughulikiwa na vyombo vya sheria, na huyu naye hakuchomoka, tumemdaka na kazi inaendelea. Nataka niwaambie wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, hakuna kitu chochote kinacholingana na thamani ya uhai wa mwanadamu. Hakipo. Hakuna kitu chochote kinacholingana na thamani ya uhai wa binadamu. Na nataka niwaambieni, damu ya watu, damu ya mtu, damu ya kiumbe ina kelele, huwezi kukimbia. Hata ukifanya kichochoroni, ukafanya gizani, ukafanya ndani ya pango, damu ya mtu ina kelele, itapaza sauti tu. Sasa mtoto mdogo huyu wa darasa la 3 unamuua. Mtoto wa darasa la 3 amekukosea nini? Na hata angekuwa amekukosea, kifo ndio haki yake. Si umwache Mungu kwa muda wake na taratibu zake afanye. Inaumiza sana.
Inaumiza sana kuona mtoto ameaga nyumbani anakwenda shuleni, halafu baadaye unaambiwa aliyekwenda shuleni hajarudi, anaondoka anacheza, anarudi amelala. Hayo ni maumivu ya namna kubwa sana kwa mzazi na wananchi wote. Imetuumiza sana kama mkoa, ndio maana nikasema kwenye jambo hili nitakuja mwenyewe. Na niliwaambia jeshi la polisi sitokwenda kuzika mpaka mniambie mmemkamata huyu aliyefanya hayo. Na kwa kweli tumemkamata, na sasa sheria itachukua mkondo wake. Na waomba ndugu zangu, katika maisha haya tuliyo nayo, tuthamini zawadi ya uhai tuliopewa na Mungu. Uhai wetu na uhai wa watu wengine. Lakini pia tupendane. Pale tunapoona tunatofautiana, ziko njia za kumaliza tofauti zetu. Tusimalize tofauti zetu kwa kuondoa maisha ya watu wengine. Tunaelewana vizuri ndugu zangu? Na haya matukio ya watoto kuuawa yanajirudia mara kwa mara. Bora wangekuwa wanauawa basi kwa ajali ya gari. Tunajua ni ajali ya nini? Ya gari. Lakini ukisikia kama ameuawa, ni mtu kakanyonga, ni mtu kakaniga, ni mtu kakabaka, ni mtu kakafanya nini, ni mtu kakachinja, haiwezi kukubalika. Na kwa mkoa huu kwa kweli nataka niwaambieni, ukiingia kwenye 18 hatutokuacha. Hatutakuacha. Uwe mkubwa, uwe mdogo, uwe mrefu, uwe mwembamba. Hata kama huyu alikuwa ndugu yako, alikuwa mke wako, tutakusaka, tutakudaka. Na bahati mbaya tulio nayo, mauaji mengi yanayotokea ndani ya maeneo mengi ya mkoa wetu yanafanywa na watu wa karibu na waliouawa. Wa karibu kabisa. Mtoto anauliwa na baba, anauliwa na mjomba, anauliwa na mwalimu, anauliwa na nani? Mtu wa karibu kabisa. Hii ni dalili kwamba hata sisi wenyewe sasa tutaanza kuogopana. Tutaanza kuogopana, tutamwamini nani basi? Tukidhani mfanyakazi nyumbani ndiye salama, kumbe ndio tatizo. Tukidhani mwendesha bodaboda ndio salama, kumbe ndio tatizo. Tukidhani mwalimu ndio salama, kumbe ndio tatizo. Tukisema kiongozi ndio salama, kumbe ndio tatizo. Sasa tumuamini nani na watoto wetu hawa wabaki salama? Mbona tunajitengenezea maisha ambayo yatatushinda? Na bahati mbaya tulio nayo, sisi wote ni watafutaji hapa. Asubuhi tunamkia wapi? Mashambani. Watoto tunawaacha nyumbani na wengine tunapeleka shuleni. Tukiamini nyumbani kuna majirani watatusaidia, shuleni kuna walimu watatusaidia. Sasa kama nyumbani tunapaogopa na shuleni tunapaogopa, watoto wetu wataishi katika mazingira gani? Tuikatae hii roho, tuikatae kabisa. Roho hii lazima tuikatae kwa nguvu zote. Tukiruhusu hii roho iendelee, itagonga hodi kwenye kila nyumba. Kila mmoja atalia kilio chake kwa siku zake. Kwa sababu ubaya unatembea kama upepo. Ukifika sehemu ukaruhusiwa, unahama, unaenda sehemu nyingine. Baadaye ubaya unakuwa ni utamaduni. Zamani wale ndugu zetu Waswahili wanaoita visuo, albino. Watu walikuwa wanaua albino zamani. Sisi tunasema wanapoteaga. Wanapoteaga hao. Kumbe kuna watu wanawaua wale watu. Sina shangaa tu maskini hayupo. Sasa wanapoteaga. Ni kwa sababu ubaya uliruhusiwa. Baada ya muda fulani watu wanasema haiwezekani. Hao si binadamu sawa na binadamu wengine. Mbona sisi hatupotei, wao wanapoteaje? Kuja kuchunguza ndio wanakuja kubaini wenzetu wameumizwa muda mrefu sana. Serikali ikachukua hatua, tukadhibiti vitu kipumbavu hivi sasa vikaisha. Kwa nawaombeni sana wananchi wenzangu wa Kilolo, wananchi wenzangu wa Iramba. Nimekuja mwenyewe hapa ili kuwaonyesheni kwamba jambo hili ni kubwa na jambo hili ni baya. Hatuwezi kulikubali kama mkoa. Nilikuwa na uwezo kumwambia mheshimiwa mkuu wa wilaya nenda kawaambie. Nikasema hapana, nitakuja mwenyewe. Na kama alivyosema mkuu wetu wa wilaya, ratiba yangu kweli ilikuwa ngumu kweli. Maana leo tulikuwa tuna jukumu la kukabidhi mwenge mkoa wa Dodoma na mimi ndio kaimu mkuu wa mkoa wa Dodoma. Lakini nikasema siwezi nikaendelea na majukumu ya Dodoma wakati huku kwangu kuna jambo la kijinga limetokea na linatakiwa tukalikemee kwa nguvu zote. Nadhani hatuwezi. Kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa niaba ya serikali nikupongeze sana kwa hatua zote za awali ambazo zilifanyika. Lakini pili, tulipongeze sana jeshi letu la polisi la mkoa wa Iringa. Wamefanya kazi nzuri sana. Jeshi la polisi mkoa wa Iringa limefanya kazi nzuri sana.
Baada ya kupata taarifa, hatua za kipelelezi zikaanza haraka, hatua za kiuchunguzi zimefanyika haraka, mtuhumiwa akakamatwa, na hatuna mashaka ndani ya wakati wowote kuanzia sasa atafikishwa mahakamani ili atuambie ilikuwaje mpaka ukafanya ulioyafanya. Kisha mahakama itaamua, ikimkuta na hatia itasema, na ikimkuta haina hatia itasema. Lakini wajibu wetu kama serikali wa kumkamata, tumefanya wajibu wetu kamilifu. Inaumiza sana, inaumiza sana. Kwa nitoe pole sana kwa wazazi kwa kuondokewa na kijana wao mdogo kabisa ambao walikuwa wanamlea, siku moja naye ainuke aje awalee. Niwape pole walimu ambao walikuwa wanamwandaa huyu kijana siku moja afaulu, aende awe mtumishi, awe mtu wa maana katika jamii yetu. Niwape pole sana walezi wa huyu mtoto, kwa sababu watoto wa sasa wanalelewa na jamii nzima. Niwape pole majirani wote kwa msiba huu mkubwa. Najua kwa msiba huu familia nyingi na watoto wengi wataathirika kisaikolojia. Ni muhimu sana tujue namna ya kukaa na watoto kipindi hiki, tujue namna ya kuwatia moyo na kuwapa ujasiri wa kusonga mbele. Tatizo hili sio dogo, ni tatizo kubwa. Na watoto wa sasa wanauelewa wa mambo haraka haraka. Wameshajua mwenzetu kafa, wameshajua, si wanasikia wazazi wanazungumza. Kwa na wao asubuhi ukimwambia nenda shule, anaondoka na mawazo mengi. Kwa tuna jukumu wazazi na walezi wenzangu kuhakikisha tunaitengeneza saikolojia ya watoto wetu ili jambo lipite, lisiwaathiri likaathiri na mambo mengine katika shule na malezi ya nyumbani. Lakini kina baba na kina mama, tengeni muda wa kukaa na watoto kuwasikiliza. Mtoto akitoka shule msikilize. Huko barabarani kakutana na nani? Nani anamtamanisha kitu gani? Nani anamuogopesha na nini? Nani anamfatafata? Nani anamsimamisha nani? Yawezekana tungeyajua haya mapema. Wako watoto wengi wanapitia matatizo mengi, lakini hawatuambii maskini. Tutenge muda wa kuwasikiliza watoto wetu. Yawezekana kabla ya hili jambo mtoto alikuwa ameshaona dalili, lakini anashindwa kufanya nini? Kusema kwamba kuna mtu simuelewi namna anavyoendenda na mimi. Sisi tunaelewana vizuri wazazi wenzangu. Tutenge muda kukaa nao, tujenge urafiki na watoto hawa. Akienda shule asubuhi unamtia moyo, na akirudi jioni unamsikiliza. Masomo yameendaje? Umekutana na nani leo? Umepita wapi? Njia ilikuwaje? Nani? Msikilize mtoto. Kuna kitu utajifunza ambacho kitakusaidia kuchukua hatua haraka. Tumeelewana wazazi wenzangu? Lakini mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti wa kamati ya usalama, ni wewe mkuu wa wilaya, tengeni muda wa kuja kutoa elimu ya kiusalama kwa wazazi kwenye mashule. Na hii tabia ya huku vijijini bado tuna desturi yetu. Watoto wanapeleka maji kwa mwalimu, watoto wanapeleka kuni kwa mwalimu, watoto sitaki kusikia mkoa wa Iringa biashara hizi. Mambo ya mtoto kupeleka maji nyumbani kwa mwalimu, mambo ya mtoto kupeleka kuni nyumbani kwa mwalimu, mambo ya mtoto kupeleka mzigo nyumbani kwa mwalimu, sitaki kusikia ndani ya mkoa. Maana kupitia hiyo leo tumefanya nini? Tumepoteza mtoto. Walimu wangu tunawapenda sana, tunawajali sana, mnatusaidia sana kulea watoto wetu. Lakini kwa namna dunia ilikofika, hakuna mtu tutamwamini. Nadhani ni busara, kama kuna huduma yoyote unaihitaji, situme watoto nyumbani. Watume watoto wakiwa kwenye eneo la nini? La shule. Mtume alete kuni, alete nini katika eneo la shule. Lakini baada ya muda wa masomo au ndani ya muda wa masomo, mtoto yoyote asitumwe nyumbani kwa mwalimu kwa sababu yoyote iwayo. Mwalimu unayo haki ya kuomba ruhusa kwa mkuu wako wa shule, unayo haki ya kuomba nafasi kwa mkurugenzi. Kama ni nje ya kituo, mtenda mwenyewe kafanya hiyo shughuli yako nyumbani, tuma watu wazima nyumbani wakafanya hiyo kazi. Narudia tena, mkurugenzi wa halmashauri ya Kilolo, na kupitia hapa na waelekeza wakurugenzi wote wa halmashauri ndani ya mkoa wa Iringa, wakawaelekeze maafisa elimu na msingi na sekondari, ni marufuku mwalimu yoyote kumtuma mtoto mwanafunzi nyumbani kwake kwa sababu yoyote, iwe ni kupeleka maji, iwe ni kupeleka kuni, iwe ni kupeleka mzigo, iwe ni kupeleka zawadi. Ni marufuku ndani ya mkoa huu. Sasa kusikia hawa ni watoto wetu, tunawalea, tunawajengea uwezo, lakini kwa mazingira haya tulio nayo sasa hatujafikia kiwango cha kuaminika kiasi hicho. Kwa hiyo wazazi, mnisaidie kufuatilia. Kama bado kuna walimu wanafanya hiyo kitu, toa taarifa. Na walimu pia mjifunze, ili lilotokea sio zuri sana. Tusikubali kidole kimoja kisababisha tukate mkono mzima.
huyu ni mtu mmoja na tabia yake na sababu zake, wala sio walimu wote. Sasa tusikubali ikaja ikatokea sababu wakaonekana walimu wote wabaya kwa sababu ya mtu mmoja. Na sisi wote hapa, mimi niko hapa, watoto wangu wako na walimu kule wanawafundisha. Ndio wanawafundisha kusoma, ndio wanafundisha kuheshimu watu, wanawasaidia kufanya kazi, wanawafundisha. Sisi wote hapa waliotusaidia kufika hapa ni kina nani jamani? Ni walimu. Sasa anapotokea mmoja mbaya asije akasababisha tukaharibu na heshima ya walimu wote. Sasa ili kuliondoa hilo tunasema huu utamaduni ufe kabisa. Nadhani mkurugenzi wangu umenielewa vizuri. Kwa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tulisimamia hilo na mengine yote OCD ambao mnadhani anaweza kutusaidia matukio ya namna hii kutojirudia. Endeleeni kucommunicate na Mheshimiwa DC, mpeleke elimu kwa wananchi. Mwenyekiti wangu wa kijiji hapa kwa niaba ya wenyeviti wengine wataendelea nao kushiriki kikamilifu kuhakikisha huku usalama wa raia na mali zao unaendelea kuwepo. Ndugu zangu, nilitamani nikae na nyinyi muda mrefu sana leo, lakini nikasema nije walau niwatie moyo, niwapeni pole, lakini niwaone wenzangu waliofiwa na mtoto hapa. Lakini pia nichukue fursa hii kuwapeni huu ujumbe ambao naamini utatusaidia kudhibiti matukio ya namna hii yasijirudie tena. Tumeelewana wazazi wenzangu? Kwa hiyo nitakapoondoka hapa najua mtaendelea na taratibu za misa na taratibu za kuzika. Niwaruhusu muwe na uhuru wa kufanya hivyo, lakini niseme tena kama serikali tumeumia sana na jambo hili. Tumelikemea, lakini pia tumechukua hatua, na nadhani kwa kumkamata mtu huyu atakuwa ni fundisho kwa watu wengine wenye tabia ama mipango ya kufanya hivyo. Nadhani nimeeleweka vizuri. Mwisho kabisa, tulikuja na rambirambi yetu kwa ajili ya mzazi. Sijui yuko ndani, si yuko? Yuko ndani. Yuko jirani. Basi ngoja nitasogea hapo. Lakini nawapeni pole jamani. Poleni sana. Poleni sana. Naishiwa maneno, najikuta narudia maneno mara mbili kwa sababu inaumiza sana. Inaumiza sana. Na namba yangu ya simu simnayo. Hata aliyesema hilo jambo la mkuu kuna mtoto huku nini, alikuwa ni mwananchi, ndiye aliyenitumia message mimi. Akanitumia, mkuu kuna 1 2 3 4 5. Kwa hiyo message ya mwananchi tukafanya yote tuliyofanya na viongozi wenzangu hao wote. Kwa namba hiyo muitumie vizuri, naitaja tena. Namba ya mkuu wenu wa mkoa wa Iringa ni 0752 920 173 0752 920 173. 70 ngapi jamani? 73. Na jina la mkuu wa mkoa si mnalijua? Anaitwa nani? Heri James. Ukisahau nakumbuka tu heri wenye moyo safi. Ndio sisi. Mungu awabariki sana, asanteni sana kwa kunisikiliza ndugu zangu.